Leo dunia imepoteza mmoja wa nguzo kuu wa fasihi ya Kiafrika, Ngugi wa Thiong'o, msomi, mwandishi, mpigania haki na mtetezi mkubwa wa lugha za Kiafrika. Akiwa na umri wa miaka 87, Ngugi ameaga dunia, lakini urithi wake unaendelea kung'aa katika vitabu, tamthilia na mioyo ya wanafunzi wa fasihi kote duniani. Ngugi alizaliwa mwaka 1938 katika kijiji cha Kamerithu, karibu na Limuru, Kenya. Alisoma katika chuo kikuu cha Makerere na baadaye University of Leeds. Aliibuka kuwa mmoja wa waandishi wa mwanzo barani Afrika kuandika riwaya kwa Kiingereza kabla ya kuamua kuandika Horugamama Kikuyu kama njia ya kupigania uhuru wa kiutamaduni. Ngugi alitambuliwa duniani kwa riwaya zake maarufu kama Weep No Child, The River Between, A Grain of Wheat, Petals of Blood, Devil on the Cross, Matigari. Kupitia kazi hizi, alizungumza kwa ujasiri kuhusu ukoloni, ukandamizaji, udikteta na ukombozi wa Kiafrika. Kitabu chake mashuhuri Decolonizing the Mind kilikuwa wito wa wazi kwa waandishi wa Kiafrika kuandika kwa lugha zao asilia ili kufufua utambulisho wa uhuru wa Afrika. Mwaka 1977, Ngugi alifungwa jela kwa sababu ya tamthilia yake ya kisiasa Ngahika Ndenda, yani I Will Marry When I Want, ambayo aliiandika na kuitumbuiza na watu wa kijiji chake. Akiwa gerezani, aliandika riwaya yake ya kwanza kwa Kikuyu kwenye karatasi ya choo. Baadaye alikimbilia uhamishoni, lakini sauti yake haikuwahi kufifia. Aliendelea kufundisha katika vyuo vikuu vya kimataifa na kutetea haki ya kuandika, kufikiri na kujieleza kwa uhuru. Ngugi aliheshimika kimataifa. Alipendekezwa mara nyingi kwa tuzo za Nobel na aliheshimika kama mwandishi ambaye hakuwahi kunyamaza mbele ya udhalimu. Alikuwa mwanga wa fasihi, mshairi wa uhuru na mfano wa uthubutu wa Kiafrika. Safari yake ya mwili imefika mwisho, lakini maneno yake yataendelea kuishi milele. Lala salama Ngugi wa Thiong'o. Afrika imekupoteza, lakini historia imekupa umilele.